Alright, once again, this is Eddie Big C. Wengi wetu tunapenda filamu za Hollywood, right? Naam, kwa kweli, maendeleo ya teknolojia ya Hollywood yameleta mapinduzi makubwa kwenye tasnia ya filamu duniani. Mara nyingi inakuwa ni ngumu kwa mtazamaji kufikiria ni kiasi gani kazi ngumu inafanyika behind the scene katika maandalizi ya filamu hizo za Hollywood. Safi, sasa Eddie Big C nitaenda kukuonyesha mambo yanayofanyika nyuma ya kamera katika utengenezaji wa filamu hizo na kushiriki nawe mchakato mzima. Sasa katika episodi hii tutakwenda kuangazia filamu ya Hollywood inayoitwa Black Panther Wakanda Forever ya mwaka 2022 iliongozwa na kuchezwa na watu weusi. Director wa filamu hiyo ni Ryan Coogler kutokea Marekani, na raundi hiyo role iliyochezwa Black Panther imeigizwa na mwanadada Letitia Wright kutokea Uingereza. Na kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatazama Eddie Big C, karibu sana. Vile vile usisahau kulike video hii na kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeniunga mkono. Asante. Filamu hii inahusu taifa asili la Kiafrika la Wakanda ambalo limetoka kumpoteza superhero wake T'Challa, sambamba na kuibuka kwa tishio jipya kutokea taifa jingine la siri linalopatikana kwenye kina cha bahari chini ya mungu mfalme wao aitwaye Nemo. Nemo anataka kuangamiza ulimwengu wa nchi kavu, huku akiwataka Wakanda wawe upande wake kwa kuwa wao ndio mataifa pekee ya siri yenye migodi ya madini yaitwayo vibranium. Wakanda ambayo tangu Killmonger aivamie na kuuteketeza mmea huo unaotoa majani haya ya umbo la moyo, Wakanda imeshindwa kumtengeneza mrithi mpya wa T'Challa ambaye kwa kumnyosha juisi ya jani hilo angeweza kupata nguvu za ajabu. Haya sasa, Wakanda chini ya Princess Shuri inaingia vitani dhidi ya Nemo na jeshi lake la majini. Studio za Marvel ndio wahalili wakuu wa filamu hii, lakini sasa kwenye swala la visual effects na editing ya 3D, studio zilizoajiliwa kufanya hiyo kazi ni pamoja na Sunsight, Digital Domain, ILM, Skyline VFX na Weta FX. Studio ya kwanza kabisa kuanza editing ilikuwa ni hii Weta FX kutokea nchini New Zealand, kwa kuwa wao ndio waliobuni mji mzima chini ya bahari. Weta FX walipewa jukumu hilo kwa kuwa wana uzoefu mkubwa kwenye kuunda miji ya kubuni kwa kutumia kompyuta. Bila kusahau hawa ndio waliounda mji mzima wa Pandora kwenye filamu ya Avatar ambayo imeongozwa na director James Cameron. Katika filamu hii ya Black Panther Wakanda Forever, Weta FX walipewa kazi ya kubuni ufalme mzima wa majini wa Talokan ambao kwenye vibonzo vya Marvel tangu mwaka 1993 haukuonyeshwa upana wake. Weta walijitahidi kufanya ulimwengu huu wa majini uwe mpana na wenye uhalisia. Ingawa kwa macho yetu ya kawaida unaweza kuona ni mdogo, basi unaambiwa studio hii ilibuni kwa kompyuta majengo 3400 yanaofanya mji mzima, kisha ikaujaza mimea, watu na samaki. Sasa hivi vyote ulivyoviona hapa ni CGI, maana yake viliundwa kwa kompyuta. Zile sini za close kuonesha sura za watu walionekana walikuwa ni watu wa kweli, walishutiwa kwenye mazingira ya live ndani ya matenki makubwa ya maji. Sasa unaweza kubashiri ni watu wangapi walihusika katika kuunda mazingira haya ya maji? Safi, kumbe sio 5 wala 10, ni jumla ya maedita 390 kutokea studio hiyo ya Weta FX waliohusika kwenye editing. Studio ya pili iliyohusika kwenye mradi huu ni Sunsight yenye ofisi zake nchini Uingereza na Canada. Sunsight yenyewe ilipewa majukumu kufanya editing yoyote ya milipuko na kuunganisha mazingira feki yaliyoundwa kwa kompyuta na yale ya kweli. Kwenye hizi scene za wanajeshi wa majini wa Talokan, Sunsight walipewa jukumu la kuwavisha maski kwa kompyuta. Yani watu hao walicheza kweli ndani ya studio na rangi za ngozi zao hazikueditiwa na kompyuta, walipakwa kweli makeup ya blue na mdomoni haukuvishwa kitu. Sunsight walichokifanya kwenye post production ni kuwavisha hizo maski za maji kwa editing ya kompyuta. Katika zile scene zilizofanywa editing na Sunsight, hawakutaka kuedit kila kitu kwa kutumia kompyuta. Walichokifanya sasa ni kuongeza baadhi ya elements kwenye mazingira ya kweli. Mfano sasa, katika ile scene ya flashback kwenda mwaka 1571 iliyomuonyesha Nemo amerudi nchi kavu kumzika mama yake, vingi katika scene hiyo vilikuwa vimeshutiwa katika mazingira halisi. Hata ili jengo ambalo kwenye movie liliteketea, kiuhalisia liliwashwa moto kweli. Sunsight wakatumia software itwayo Nuke kuweza kuongeza moto, moshi, kisha wakaongeza nyasi hizi za mbele. Mwisho kabisa, hebu tuangalie studio hii mahili iliyohusika kuedit scene hii yote ya mapigano ya mwisho kati ya majeshi ya Wakanda na majeshi ya Nemo. Safi, studio iliyohusika kwenye scene hii muhimu ni Digital Domain yenye makao makuu yake nchini Marekani. Kwanza kabisa, katika kushuti scene hii, director Coogler na timu yake ya production waliunda stage yenye upana wa futi 60 kwa futi 70 na kuwapiganisha stunt doubles juu ya stage hiyo iliyofunikwa kitambaa cha blue upande wote. Hizi shots zikatumwa kwa Digital Domain ambayo ilishia kukifuta hicho kitambaa na kuwaedit watu kuonekana kama wapo juu ya meli wakipigana katikati ya bahari. Ingawa sasa katika filamu wanajeshi hao wa blue kutokea baharini walionekana wako peku, ila sasa ukweli ni kwamba kwenye shooting hawakuwa peku, walikuwa wamevalia viatu, ila baada ya editing Digital Domain waliwafutia hivyo viatu na kuwapachikia miguu ya
3D, na kama walivyofanya Sunset, Digital Domain nao waliwavisha maski waigizaji wote kwa editing ya kompyuta. Kufanya editing ya haya yote, Digital Domain ilitumia software ya mbili, Maya na Houdini. Houdini waliitumia kufanyia simulation za maji na milipuko, na Maya waliitumia kwenye kuyamodi maumbo ya 3D. Haya sasa, hapo awali nilikwambia kuwa Digital Domain walichukua watu halisia kutokea stejini na kuwapachika kwenye mazingira ya 3D. Kiuhalisia, watu hawakuwa wengi kiasi kile. Katika mazingira ya live ni watu 20 tu walikuwepo kwenye stage. Kwa kutumia hiyo Houdini, Digital Domain wakawaduplicate, wakaonekana kama wako zaidi ya 100. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.